Breeze Online TV, the world comes to you. Historia. Hapa tupo katika kituo cha Mtakatifu Mathias Mulumba Kalemba. Ni eneo linaloitwa Old Kampala, yani Kampala ya zamani. Historia ya Mathias Mulumba ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, Mathias Mulumba hakuwa mkazi wa hapa Kampala. Yeye alikuwa anaishi eneo linaloitwa Mityana, ambalo liko kule Jinja tulikopita njiani kule. Yeye katika maisha yake, yeye alikuwa ni naibu wa chifu wa majimbo mawili kwa wakati mmoja, jimbo la Bulemezi na jimbo la Singo. Ametumikia vizuri sana katika huduma yake kutokana na uaminifu wake na juhudi yake. Kweli alikuwa mtu maarufu na alijaliwa pia vipaji vingi. Alikuwa pia mtu mwenye nguvu. Inasemekana amewahi kumuua hata nyati kwa kutumia rungu. Huyo ni Mathias Mulumba. Kamata nafasi hiyo ya nguvu aliyonayo. Sasa tunakwenda kidini. Katika maisha ya dini, Mathias Mulumba, kama pia walivyokuwa mashahidi wengine, mwanzoni aliingia kwanza Uislamu, kwa vile Uislamu ndio ulikuwa wa kwanza kuingia Uganda. Baadaye akaingia Anglikana, kwa vile ndio waliofuatia. Lakini walipofika wamisionari wa Afrika ambao ni Wakatoliki, basi yeye pia alipenda sana kuwa Mkatoliki. Akawa anawafuatilia wamisionari katika mafundisho na katika kanisa kusali. Alipenda sana kupokea Ekaristi, katika maana kwamba abatizwe Kikatoliki. Na kwa vile huko kote alikopita hakuwa amebatizwa, lakini mapadre hawakuweza kumbatiza mwanzoni kwa vile alikuwa ana wanawake 4, sio 3. Alikuwa na wanawake 4. Wakamwambia, kama unataka kubatizwa inakupasa uwe na mke mmoja tu. Mathias Mulumba akakubali. Akawaendea wake zake wote 4, akafanya nao kikao, akawaambia, wapendwa wake zangu, mimi nimeamua kuwa Mkristo Mkatoliki.